Na mara nyingi huu ndio utaratibu unaofanya sasa hizi. Watu ambao wamejaribu kuwa karibu na viongozi na watumishi wengine wa Mungu, wanapoamua kuondoka, wanaenda kutumika kwa lengo la kuchafua na kuharibu huduma na madhabahu ya Mungu mara pale. Mimi nimwambie Bishop Gwajima, sitaki kuongea mambo mengi sana, ila nimepata vitisho vingi sana leo hapa. Unamjua yule atamsha dude, mwambie amsha dude, mimi niko hapa. Ile dude atamsha pale kutoka kwangu mimi. Mimi ni mchungaji wa taifa brother. Mimi ni mchungaji wa taifa. Mmepata vizuri? Kwa hiyo tumwambie mtu ajichanganya nijibu. Aone. Mimi huyu ninamuunga mkono. Madhabahu lazima iheshimiwe. Maana kwenye madhabahu pale, madhabahu imewekwa dhahiri kwa ajili ya Mungu. Ukifika kwenye madhabahu ile, ukiwa na shida yako, madhabahu kwisha, Mungu anatenda kazi kupitia madhabahu hiyo. Unakuta wengine ni wagonjwa, akifika kwenye hiyo madhabahu magonjwa yanapona. Unakuta mwingine ana muda mrefu, kila analolifanya kwake ni gumu, mkosi, yani kila analolifanya kwake hafanikiwi. Lakini akifika kunyenyekea kwenye ile madhabahu ya Bwana, yani kama ni nyumba alikuwa hana, anapata nyumba, mambo yananyoka, mambo yanakuwa laini, yanakuwa mazuri. Anabarikiwa. Alikuwa hana nyumba, anajenga nyumba. Alikuwa hana gari, anakuwa na gari. Hivi unasema ya moyoni kabisa? Nasema ya moyoni. Unajua mimi nashindwa kuwaelewa. Huyu jamaa huyu Mashimo anayejiita mchungaji wa Tanzania kwa kipindi hiki, japo ataenda Kenya, ataenda Marekani huko, ataenda kwa Ayatollah Khomeini huko, atakuwa mchungaji wa huko. Yeye ndivyo anavyosema, kaitwa na Mungu namna hiyo. Yeye ni mchungaji wa wachungaji, mchungaji wa wainjilisti, mchungaji wa mitume. Lakini hebu ona alivyoyasema haya mambo, yani haielewi kabisa. Yani mimi namuona sijui wa namna gani anaposema hakuna kudhalilishana. Jamani, injili ni injili. Injili sio Chadema, injili sio CCM, injili sio sijui ACT, sijui Chauma. Injili ni injili. Yenyewe inakata tu ikiwa imenyoka. Otu. Yani kumbe tena mpaka amesema kwamba sisi sote ni wa Pentekoste, sisi sote ni wa Pentekoste. Kumbe akiwa Mpentekoste akaenda kinyume na injili, tutazame tu. Eti tusiseme lolote. Labda anasema kwamba tukasemee mbali nje na madhabahu. Hebu fikiria kwa mfano kama Gwajima kanisa lake lina watu malaki, na kuongea na hao malaki ni eneo hilo ambalo nyinyi si unaona unavyoisifu madhabahu. Hivi unasikiaga agano jipya na la kale? Nasikia. Hiyo madhabahu agano jipya umewahi kuionapo? Hii ndio tabu michungaji yenu hii inajitahidi kutafuta vitu ambavyo hamuvielewi ili viwanyanyase michungaji yenu, vibaba vyenu, vikuhani vyenu. Lakini umewahi kuona? Kamuulize baba yako, na wewe kamuulize baba yenu, agano jipya wapi panasema madhabahu? Wanachukua la kale wanaleta hapa. Ndio huyu jamaa. Ini mimi wala nimepoteza na MB zangu. Yani wala mimi sijaona chochote. Huyu madhabahu mambo yake yale bwana, naomba niwaachie wenyewe. Ndio maana mimi Padri Charles Kitima, hebu njoo na huko tusaidie. Makedonia walimwambia Paulo, njoo huko tusaidie, na sisi tunakwambia nyie si mmesoma. Wengine mnasema eti padri amesomeshwa na serikali. Serikali imsomeshe padri. Ina maana humjui padri, hujui Roma Katoliki, hujui Mungu, na serikali yawezekana hamjui. Hao wanaosema hivyo, padri ndio tusaidie huko. Hebu ona huku tunavyofanya. Huyu anasema madhabahu ya Bwana. Hebu ona na huyu naye anayemuunga mkono. Wale
siku hizi hilo li madhabahu. Hebu jamani, padri ndio tusaidie. Mimi naomba niishie hapo, maana elimu yangu hainitoshi, lakini kwa mafunuo ya Bwana hayo madhabahu, yani mimi naona ni danganyifu tu, utapeli tu. Unamkuta siku moja niliingia kanisa moja, nilipotaka kupita hivi nikaambiwa huko ni pa kuhani. Eti leo padri, leo kuna kuhani, leo kuna madhabahu leo.